Kipindi chetu ni ushuhuda. Leo niko na mtumishi wa Mungu, atajitambulisha majina yake, anatokea wapi na ni kitu gani ambacho Mungu alikitenda kwake kwa mara ya kwanza alipokanyaga kwenye hii madhabahu, na atatueleza nini kinampelekea aendelee kutumika na kumwabudu Mungu kwenye hii madhabahu. Karibu sana. Asante. Nguvu yetu Alfa na Omega. Kwa majina naitwa Esther James, ninatokea Yombodovia na ni mwenyeji wa Mara. Asanteni. Ushuhuda wangu kwenye hii madhabahu, kwa siku ya kwanza nilivyokanyaga hapa, kwanza sikumwamini mtumishi. Huo ndo ukweli. Sikumwamini mtumishi kabisa, nikasema hawa ni wale walokole wa kujenga majumba huku na huku na huku, wanaabudu yani vile wanataka tu sadaka za watumishi. Nikasema isiwe shida, maana Mungu amesema kila tunaloomba yeye anatupa na anatenda. Nikaingia kwenye maombi, nikamuomba Mungu, nikasema kwamba nimuombe Mungu yule mtumishi nayempenda na huyu, je, yupi wa kweli? Okay. Kwa hiyo unataka kutuambia Esther, kabla hujaja kwenye hii madhabahu mara kwanza, kuna mahali ambako ulikuwa unaabudu? Ndio. Okay. Nini kilikupelekea wewe kuweza kuja kwa mara ya kwanza hapa? Kilichonipelekea kufika kwenye hii madhabahu, nilikaribishwa kama kuja kumsalimia. Nilivyokuja kumsalimia siku ya kwanza, nikaja kwenye ibada, nikamkuta, nikasema huyu ni mtumishi kweli au? Nikasema ngoja nimuombe Mungu anisaidie. Anizihirishie kwanza. Ninayeabudu kule kwa yule mtumishi nayempenda au kwa huyu? Je, kati ya yule na huyu yupi wa kweli? Na ni yupi anayetumika katika roho na kweli? Na ni yupi ambaye atakanipeleka kwenye njia sahihi? Nikamuomba Mungu, nikamsihi Mungu sana anisaidie, kwa sababu nilikuwa sio mwenyeji, nilikuwa siku ya kwanza. Nikasema mimi ninachotaka Mungu anizihirishie. Ni akinizihirishia nitaendelea kuabudu hapa. Ni asiponizihirishia basi nitaendelea kwa yule mtumishi mwingine. Sawa. Nikaomba siku ya kwanza ilikuwa usiku. Nikamsihi Mungu sana. Siku ya pili nikamuomba Mungu. Ile ilivyofika siku ya tatu sasa ndo nikaletewa. Mtumishi ambaye nilikuwa naabudu kule alikuwa amevaa suti nyeupe, na mtumishi huwa hapa madhabahuni mchungaji Pastor Fay alikuwa amevaa gauni leupe. Asa kati ya suti nyeupe na gauni leupe ni upi wa kweli? Mimi ninachotaka kujua mtumishi wa kweli ni upi. Nikaambiwa, nikaonyeshwa huyu mtumishi aliyevaa suti nyeupe anatoka ofisini kwake kuelekea madhabahuni, anapita kwenye hiyo njia, lakini mbele yake kuna jeneza. Huo ndo uhalisia na huo ndio ukweli. Anapita, anakutana na jeneza kwanza, akishakutana na jeneza ndo anaenda madhabahuni, ila watu hawaoni ile maiti. Ni yeye peke yake ndo anaiona ile maiti, ndo anaenda hadi madhabahuni. Nikasema iweje mtumishi wa Mungu ana marehemu kwenye madhabahu yake? Huyo mtumishi ni anajulikana kwenye nchi hii? Ni maarufu sana huyo mtumishi wa Mungu. Okay, sawa. Ni maarufu, siwezi kumtaja jina. Sawa, ni vizuri. Ni maarufu sana. Okay. Nikasema kwa nini iweje anahifadhi maiti kwenye madhabahu? Na ni kama kweli mtumishi anatumika na watu kweli wanapokea uponyaji, kwa nini anahifadhi maiti? Nikasema maswali mengi, Mungu mwenyewe ndo atanijibu. Nikahamia upande wa pili. Kwanza Mungu akaniambia angalia upande wako wa kulia, maana ilikuwa kushoto nimeonyeshwa. Nikaangalia upande wa kulia. Nilivyoangalia upande wa kulia nikaletewa mtumishi huyu Pastor Fay, amevaa gauni leupe. Akiwa mkono wa kulia. Na yuko sehemu ya juu sana. Yeye huyu alikuwa kawaida, lakini yeye alikuwa juu kidogo. Yani kama amepanda juu kidogo kwenye madhabahu. Nilivyoonyeshwa, kitu ambacho kilichonishtua ni ile skafu ya blue alikuwa amevaa shingoni. Ni skafu ya blue alikuwa amevaa, na kitambaa kilikuwa cheupe.
ila shingoni ni skafu ya bluu. Nikajiuliza, kati ya huyu mwenye jeneza na huyu mwenye skafu yupi wa kweli? Maana mwenye skafu ya bluu sijasali sana kwake, ni Jumapili ya kwanza. Mwenye maiti ni siku nyingi sana namfuatilia, lakini mwenye skafu ya bluu ni siku moja nimeenda, lakini nilichotaka kusudi la Mungu litimie ni vile anizihirishie. Na ninashukuru Mungu sana nilivyokuja kuuliza maana ya skafu ile na maana ya maiti ni nini, nikazihirishiwa, nikaambiwa aliyevalishwa skafu ya bluu ni utukufu wa Mungu umemfunika. Nilimfurahi sana na nilimshangilia Mungu sana, nikasema ni kweli, huyu ni mtumishi wa kweli. Na nilivyoendelea kuja katika hii madhabahu nimemuona Mungu kwenye hii madhabahu na nimemuona Mungu kwenye maisha yangu sana. Amen. Esther, hongera sana, kwanza nikupongeze. Asante. Hongera kwa sababu ni wachache ambao wako tayari kulipa gharama kumuomba Mungu awadhirishie mahali wanapotumika, kama anayemuongoza ni mtumishi wa Mungu sahihi au sio sahihi. Huyo mtumishi ambaye ulikuwa ukitumika hapo mwanzo ukienda, ni kwa muda gani umekuwa ukiabudu kwenye hiyo madhabahu? Ni muda mrefu kidogo, ni tangia 2020 namfuatilia sana na kukanyaga pale. Yani mara nyingi nilikuwa namfuatilia kwenye redio, kwenye TV, yani siachi hata siku moja kwa sababu niliamini kile kitu. Lakini kwa baadaye ufahamu wangu ulivyofunguka ndo nikamwomba Mungu anizihirishie kwanza. Okay. Esther, una neno gani kwa wanaokutazama, wanatufuatilia mitandaoni, na kama unavyojua wako wengine wengi ambao wanaendelea kuabudu huko ambako Mungu amekuonyesha kwamba madhabahu sio sahihi. Una neno gani kwa Watanzania na watu ulimwenguni kote wanaotufuatilia? Asante. Neno langu ni kwamba kwa dunia ya sasa hivi watu wengi tumeharibika. Tunaangalia miujiza, hatuangalii neno. Tunaangalia miujiza, hatuangalii kwamba tukitamka damu ya Yesu ndio inaweza. Lakini miujiza tumeitanguliza mbele sana. Mimi ninachowasihi watazamaji na Watanzania wote kwa ujumla, tumtumikie Mungu katika roho na kweli. Mungu ndiye anayetenda na Mungu ndiye anayejibu. Kinywa chako kinaweza kuamuru kitu kikawezekana, lakini tusipelekee sana kwenye mambo ya miujiza. Mambo ya miujiza ni yanatupotosha sana. Miujiza ni kweli ipo, lakini sasa kuna miujiza mingine sio miujiza. Inabidi sana tumuombe Mungu na tumsihi aliyetufia msalabani, damu yake tu ile tukitamka inanena mema, na kweli inanena mema. Ninawakaribisha sana kwenye hii madhabahu na inatumika katika roho na kweli kabisa. Haina mambo mengi, haina rongorongo, haina vitu vya ajabu, na ni madhabahu ya kweli kabisa. Kwanza shetani hapendi kitu kizuri, huo ndio ukweli. Tunawakaribisha sana kwenye hii madhabahu. Ni madhabahu sahihi na inatumika, na mahali hapa Mungu wa Israeli yani yuko mbele. Amen. Ni kwa sababu ya muda, ninaamini utakuja tena siku nyingine kuwaeleza Watanzania kile ambacho Mungu amekutendea kwenye hii madhabahu. Ni maneno ya Esther kwamba hakikisha unapoenda katika madhabahu yote usikimbilie tu miujiza, kaa kwenye neno la Mungu, akimaanisha kwamba umuombe Mungu akujulishe huko unakokimbilia kweli Mungu wa kweli yupo. Kumbuka Biblia inasema Mungu ni Mungu wa wote wenye mwili. Hata wewe unayekimbilia miujiza, Mungu unaye. Ukipiga magoti Mungu akuthibitishie, Mungu anaweza kukuthibitishia. Hongera sana Esther kwa hicho ulichokifanya. Hongera sana. Ninakukaribisha ndugu mtazamaji unayetufuatilia Jesus for Life Ministry. Jina langu ninaitwa Elia Kiando, mtumishi wa Mungu katika kanisa letu anaitwa Pastor Faith Mwita Ngoto. Anapatikana Tabata Kinyerezi, Dar es Salaam. Kinyerezi mwisho stendi. Ukifika pale Kinyerezi mwisho stendi ulizia ukumbi wa Babylon. Ukifika ukumbi wa Babyloni, mkono wako wa kulia utaona jengo kubwa lina bati la kijani na madirisha ya vioo. Liko karibu kabisa na eneo la Songas. Utakuwa umefika, au wasiliana nasi kwa namba za simu 0766876569. Wako mtangazaji Elia Kiando.
Tukutane wakati mwingine ambapo tutakuwa na Esther, ana mengi ya kukuelezea ambao Mungu amemtendea katika madhabahu. Esther, asante sana. Asante. Mungu akubariki. Amina. Amen.